Nasaha 24 TV. Naam, naitwa Ibrahim Daudi. Juma leo tutapata mawaidha maalum sana jinsi ya kuwatia wazazi wawili na jinsi ya kufuata matokeo yao, kwa sababu Mwenyezi Mungu atia baraka sana katika wazazi wawili na nguvu kubwa sana, kwa sababu wao ndio wenye kujua mienendo yetu sisi watoto, na vile Allah akatia nguvu katika wao. Mzazi kuweka tumboni miezi 9 na ukazaliwa, ina maana tayari wewe na mzazi, ina maana mzazi ana nguvu kuliko wewe. Kwa hiyo ni jambo jema sana endapo kama vijana tutabadilika, maana sasa hivi tumeshabadilika, tumeshakengeuka. Hatusikilizi wala hatufati ya wazazi. Ukishajua kama mzazi ana mapungufu fulani, unaanza kumshusha hadhi kwa sababu ana mapungufu fulani. Labda ukaona umepata kiasi fulani cha riziki, Allah akakuriziki kidogo, unaona wewe ni bora kuliko mzazi, lakini la hasha. Mwenyezi Mungu huenda akakupa hicho kitu kama mtihani, lakini sio kama akakupa kukutajirisha, ila akakupa kama mtihani. Aone, je, wewe unaweza kufanya chochote katika wazazi wako? Na si wazazi wako pia, sio wazazi wako tu, hata wazazi wa kijana mwenzako au mwenzako nao ni wazazi wako pia vile vile. Utoaji ni muhimu sana, sababu asema walladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun. Yani Mwenyezi Mungu baada ya kuswali kumtumikia Allah, lakini pia ni vizuri kutoa chochote Mwenyezi Mungu alichokuruzuku. Wengine wameruzukiwa hela, wengine wameruzukiwa nguvu. Kwa hicho kidogo Mungu alichokuruzuku, utoe mchango kwake Allah kama fadhila. Na maana Mungu ndio aliyekupatia hicho kama fadhila kwake, ni vizuri kama kutoa kama shukrani. Na kingine pia anatuasa sana kushukuru kuheshimu wazazi wetu wawili, kwa kuwa wao ndio muhimu sana. Baada ya Allah ni wazazi wetu wawili, ambapo wao ndio muhimu sana kwetu, na pia ni vizuri sana kutii wanachokisema na kuacha vile wanavyokataza. Wazazi wetu ni watu muhimu sana, ambapo usipomtii mzazi wako kuiona pepo ni ngumu sana. Na sisi vijana lazima tuwe na taa. Yani baada ya kumwabudu Allahu tabaraka wa taala, Allah anasema wabil walidaini ihsana, na kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Imma yablughanna indaka alkibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff. Jamani watukufu wa Islam, hali tulionayo sasa tunaiona, na hasa kwa vijana, hali tulionayo katika nchi yetu, katika mazingira yetu tunaiona, na hasa sisi vijana. Hakuna mzazi anayekubaliana na haya yanayoendelea katika jamii. Kuna vijana wanajiita ni vijana kizazi cha Gen Z. Watu wanatumia nguvu kubwa kupora mali za watu, kufanya uhalifu kadha wa kadha. Tena inafika mahala leo watu wanahamasishana, twende tukafanye maandamano, tufanye kadha wa kadha, tuende kinyume na serikali au tuende kinyume na viongozi wetu wa dini. Lakini Allahu tabaraka wa taala anasema wabil walidaini ihsana. Kama wazazi wamekukataza wewe usiende, imma anasema fala taqul lahumā uff, wanapokuambia usiende kule ni hatari, wewe ukienda maana yake umekwenda kinyume nao hawa wazazi. Umekwenda kinyume na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu kawatuma viongozi. Maana yake kiongozi hajichagui, anachaguliwa, si ndio? Viongozi wetu wa kidini wameshatuambia jamani, sisi Waislamu haya hayatuhusu. Yatakapotuhusu haya, sisi tutatoa tamko. Hakuna kiongozi wa dini ambaye ameshatoa tamko kwamba vijana tuingie barabarani tufanye fujo, tuchome barabara ambazo ni kodi zetu wenyewe. Leo tunaona ziko tamaduni za kujenga majumba ya kulelea wazee, lakini sio katika sheria ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mimi na wewe Muislamu katuongoza. Kwa hiyo tutapata kufahamu lau kwa uchache kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tuwawekee heshima zaidi wazazi wawili. Kwa sababu wako miongoni mwao wanavyozeeka wanarudi katika hali ya utoto, anakuwa mtu haelewi chochote, likaila ya'lama min ba'di ilmi shay'an, kiasi kwamba anakuwa haelewi hali ya kuwa ni mjuzi wa kila jambo. Hii itakupelekea mimi na wewe ndugu zangu Waislamu kuimarika nafsi yako na kujua nini fadhila za wazazi,
lakini kuwa na umuhimu, kwa sababu jisome wewe ukiwa mtoto mchanga unaoyafanya. Kama mimi na wewe una mtoto, muangalie hatua ya mtoto, kero zake, basi walillahi alhamdu. Fahamu na mzazi anafikia utu uzima kurudi katika hali hili. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda zaidi katika ibada. Lakini vile vile katika mambo ambayo tumeambizana tunatakiwa tuyaache, tumekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakapoyaacha hayo ndiyo kufikia katika uo ucha Mungu. Basi kama kuna mambo yanayomchukiza Mwenyezi Mungu zaidi, pamoja na kusengenya, ushirikina, kunywa pombe, pamoja na kukata udugu,